Leo tutakwenda kuzungumzia kanuni 4 za kuzingatia wakati mtu unapoenda kuanzisha biashara. Kanuni hizi 4 tutakaweza kujadili leo ni kanuni ambazo zinamhusu ule mtu ambaye ana lengo la kwenda kuanzisha biashara, au ule mtu ambaye ameanzisha biashara lakini biashara yake inakwama katika ufanyaji. Kanuni ya kwanza tunasema kanuni ya plani biashara. Naposema plani biashara, unapotaka kuanzisha mchakato wa biashara yoyote, ili biashara iwe nzuri na iwe katika ustawi, kwanza lazima uwe na uwezo mzuri sana katika kuplani. Tunapozungumza kuplani, lazima uwe mtu wa kufikiria kutatua matatizo ya jamii. Unajua matatizo ni fursa. Watu wanapokuwa wanapitia changamoto au mahitaji fulani ya lazima, wewe wale mahitaji ya lazima unayageuza kuwa sehemu ya biashara yako. Unajua katika maisha ya kila siku mtu ana mahitaji yale ya lazima na mahitaji ambayo yasiokuwa ya lazima. Sasa wewe kwenye yale mahitaji ya lazima yale, wewe unachukulia yale kama sehemu ya fursa, ndio una plani biashara husika kutokana na mahitaji ya lazima ambayo watu wanakadiriwa. Mfano mzuri wa mahitaji ya lazima ambayo mtu huwa anayahitaji, tunasema kwa mfano swala zima la chakula. Watu lazima kila siku wale. Yaani tunasema mtu asipotumia chakula kama dawa, atalazimika kutumia dawa kama chakula. Maana yake mtu asipokula atakufa. Kwa hiyo unapoenda kuplani biashara, ukiplani biashara ya chakula, maana yake automatically hii biashara itaanguka, kwa sababu umeenda kugusa maisha ya mwanadamu. Umeenda kugusa mahitaji ya lazima ambayo lazima huyu mtu atahitaji kupata kila itwaye leo. Kwa hiyo ni plani nzuri sana katika kuplani. Ukiplani kwanza kutokana na changamoto za watu na mahitaji ya lazima ya kila siku. Lakini pia tunasema kanuni ya pili ya mtu kuanzisha biashara, tunasema mazingira halisi juu ya kwenda kufanya hiyo biashara husika unaenda kufanya. Na ile eneo la mazingira ni kitu muhimu sana. Tunaposema mazingira, maana yake lazima utafute mazingira rasmi ambayo unaweza ukaweka biashara yako ambayo umeiplani. Tunasema market sio tu jengo. Market ni watu. Yaani watu, population ya watu ndio ile tunasema market, soko. Soko sio jengo. Kwa unapokuwa umeplani biashara yako, alafu mazingira halisi ya biashara, lazima utafute mazingira ambayo rasmi yatakufanya wewe biashara yako unapoenda kufanya basi iwe unaweza ukapata richi kubwa na ukawauzia watu wengi sana. Hii inategemea sana mazingira ambayo utakwenda kuplani. Uwezi kutoka hapa ukaenda iza mfano kama sehemu kama haina watu, yani population yake ni ndogo sana, ukaplani kwenda kufanya biashara, maana yake lazima wewe utafeli. Kwa hiyo engo hii ya mazingira halisi juu ya ufanyaji wa biashara ni kitu muhimu sana, kwa sababu watu wengi sana biashara zao zimekufa kutokana na kufeli hapo katika kujali mazingira halisi ya ufanyaji wa biashara husika. Lakini engo nyingine tunasema, au kanuni ya tatu kabla hujaanzisha biashara, ni kanuni ya capital, kwa maana ya mtaji. Baada sasa ya kuplani biashara, jambo la pili ukaplani mazingira halisi juu ya kwenda kufanya hiyo biashara husika, basi jambo la tatu lazima uandae capital, kwa maana ya mtaji utakao kwenda kufanya biashara au utakwenda kufanyia ile biashara ambayo utakwenda kufanya. Na hapa tunasema kwamba kwenye eneo zima la capital, haina maana kwamba mpaka uwe na mtaji mkubwa sana. Unaweza ukaanza chini kufanya biashara, yani ukaanzia chini. Ule mtaji uliokuwa nao ukaplani kwamba kwa biashara hii ambayo ninahitaji mazingira yapo sahihi, wazo ninalo tayari, basi unaweza ukaanzia chini. Hiyo itakusaidia sana. Kwa hiyo unaweza kuanzia na mtaji tu wa kawaida tu ukaanza kufanya biashara yako. Lakini tunasema kanuni ya 4 ama kanuni ya mwisho, tunasema elimu husika juu ya biashara hiyo husika. Yani lazima uwe na elimu ya biashara ambayo unayokwenda kufanya. Na engo hii ya elimu ni engo moja muhimu sana. Unapoplani kufanya biashara yote, lazima uwe na elimu
ya hiyo biashara. Biashara nyingi sana zimekufa kutokana na watu hawana elimu husika juu ya ufanyaji wa biashara. Yani ameona tu fulani labda kafungua biashara ya nguo, anauza sana, kaona tu biashara ya mtu yoyote ile ambayo yule mtu anaifanya inamuingizia riziki, na baada yeye kusikia kwamba yule mtu anaingiza riziki, sasa yeye akawa ameshikwa na ile tamaa, basi anakurupuka tu, anaenda anaanzisha biashara, kumbe kiuhalisia hana elimu husika juu ya ile biashara. Kwa hiyo lazima kwanza utafute exposure kutosha, lazima utafute data, ukusanye data, upate elimu husika juu ya biashara hiyo ambayo unayokwenda kufanya. Na hapa tunasema start small, yani anza chini, anza kwa udogo. Unajua unapoanza chini maana yake una get exposure ya kutosha. Sasa ukisema ukurupuke uanze tu moja kwa moja ufanye kiukubwa zaidi, uchukue milioni 10, 20, 30 uanze kufanya biashara, hapo utafeli, kwa sababu kama utakuwa na elimu ya kutosha maana yake lazima utaanguka. Mwisho wa siku utaichukia biashara kabisa, kama biashara sio kitu kizuri. Kwa hiyo unapoanza chini maana yake unapata advantage kwamba unapata elimu ya biashara. Na hii ni lengo muhimu sana ya swala zima la elimu. Tumezungumza swala zima la elimu ni muhimu sana kupata wakati unapoenda kuanzisha mfumo mzima wa biashara, na ni jambo ambalo unatakiwa ulizingatie sana sana sana. Kwa hiyo ukianza chini utapata uzoefu wa kutosha, utapata elimu ya kutosha. Lakini pia hata kwa wale watu ambao bado hawana mitaji mikubwa, na kushauri kwamba usitafute ukamilifu. Hapo ulipo unaweza kuanza, na ndio sehemu nzuri ya kuanza, kwa sababu utakuwa unaanza huku unapata exposure. Safari moja uzaa nyingine. Kwa hiyo unapokuwa umeanzisha mchakato huo, basi unajua kwa sababu baada ya muda fulani nitakuwa level fulani, na kuhakikishia lazima utafanikiwa. Kwa hiyo hizi ni kanuni muhimu sana za mtu anataka kuanzisha biashara, lazima azizingatie sana kabla ya kuanzisha biashara. Na huyo ni kabla, lakini pia hata yule baada, mtu ambaye tayari kashaanzisha biashara lakini biashara yake sasa inafeli katika ufanyaji, maana kuna uwezekano mkubwa huyo mtu wazo la biashara alikuwa nao, lakini mazingira halisi ya ufanyaji wa biashara ile amefeli, yani eneo halina population, au weza biashara ameplani nzuri, mazingira anayo mazuri, lakini elimu juu ya ufanyaji wa hiyo biashara huyo mtu akawa hana. Kwa hiyo ndio mambo ambayo watu yanawasibu. Kuna kanuni moja inasema, kanuni zinasema kuna vitu vinaitwa id, ego na super ego. Id ni hitaji au wazo ambalo mtu unaliwaza au unaliplani. Ego mazingira halisi ya jambo hilo ambalo unaloliplani yanaruhusu. Yani id ile ya kwanza, wazo la biashara au wazo la kitu fulani ambalo umeliwaza. Ego mazingira yanaruhusu. Super ego Mungu anaruhusu. Kwa hiyo vitu hivi vya kuzingatia sana. Kwa hiyo inawezekanika id imekuruhusu kwa maana ya wazo tayari ushalipata, lakini ego inakataa kwa maana ya mazingira. Lakini pia inawezekanika id na ego zimeruhusu, lakini pia super ego kwa maana Mungu hajaruhusu, kwa hiyo huwezi kufuzu. Haya ndo mambo ya kuzingatia sana kwa mtu ambaye anataka kuanzisha biashara au tayari aliyoanzisha lakini haelewi biashara yake inavyoenda. Mambo ya msingi sana ya kuzingatia.